Naam, karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukusimulia na kukufahamisha msikilizaji kuhusu yale ambayo yameweza kutokea na kinachoendelea katika taifa letu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ninazozipata ni kuhusu uongozi wa Chadema ambao wamefunguliwa mashtaka upya. Elewa kwamba mwenyekiti wa chama cha Chadema tayari amezuiliwa na anakabiliwa na kosa la jinai ama kesi ya jinai msikilizaji. Lakini sasa viongozi pia ambao wamebaki huku nje wa chama hicho cha Chadema pia wameweza kufunguliwa kesi ambayo kesi hii msikilizaji, iwapo itaweza kufanikiwa, itaweza kusababisha maovu sana katika chama hichi cha Chadema. Hebu nikupeleke moja kwa moja katika taarifa hii msikilizaji, tupate kuielewa na kuichambua vizuri inavyopaswa. Taarifa hii ina kichwa cha vigogo Chadema wadaiwa kukiuka amri ya mahakama, na kwa sababu hiyo wameweza kufunguliwa kesi. Sasa taarifa hii inasoma hivi: katika hali isiyotarajiwa, viongozi waandamizi wa chama cha Chadema cha Demokrasia na Maendeleo wameweza kujikuta kwenye wakati mgumu baada ya uwepo wa taarifa zinazodai kuwa wamefunguliwa kesi nyingine ya jinai kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakidaiwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni mwaka 2025. Kisha taarifa hiyo imeendelea kusoma hivi: inatajwa kuwa amri inayodaiwa kukiukwa inatokana na maamuzi ya mahakama ya maombi nambari ikaandikwa hapa, ambayo msingi wake ni wa kesi ya madai na iliyofunguliwa mahakamani hapo, na aliyewahi kuwa mahakamani hapo na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Said Issa Mohamed, Maulida Ann Komu na Ahmed Rashid Kamid, dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema, kesi iliyopo mbele ya Jaji Hamida Mwanga. Msikilizaji, taarifa hii imeonyesha kwamba imefunguliwa na waleta maombi kwenye kesi ya msingi ambayo ni Said Issa Mohamed na wenzake wawili, ambapo vigogo wa Chadema wanadaiwa kukiuka amri hiyo, na pamoja na John Wagesa Heche ambaye ni makamu mwenyekiti Tanzania Bara, Amani Gulawa ambaye ni makamu pia mwenyekiti Tanzania Bara, Godbless Lema ambaye ni mjumbe, John Pambalu mkurugenzi, na Boniface Jacob ambaye ni mwenyekiti kanda ya Pwani na mjumbe kanda kuu. Kisha wengine ni pamoja na Pamela Masei, katibu mkuu Bawacha, Ahmad Musa Yusuf, mkuu wa idara ya habari na uenezi Zanzibar, Jevas Lienda, mkuu wa idara ya habari, John Manyika, katibu mkuu bodi ya wadhamini na mkuu wa Chadema. Kisha kesi hiyo itakuwa ni ya pili kufunguliwa kwa vigogo wa Chadema baada ya kesi ya kwanza kama hiyo ilipoweza kutupiliwa mbali na mahakama kupitia Jaji Awamu Mbawa aliyekuwa anasikiliza kukubaliana na hoja za upande wa utetezi kuwa waleta maombi walifungua kesi nje ya muda uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Msikilizaji, hicho ndo kinachotokea sasa hivi, kwamba
Kando na kesi ya kiuhaini ambayo amefunguliwa mwenyekiti wa chama hichi cha Chadema, viongozi ambao sasa wamebaki hapa wa chama hiki cha Chadema pia wanapania kufunguliwa mashtaka. Mashtaka haya, msikilizaji, ambayo yanaelekea kuwanasa viongozi wakuu wa uongozi huu wa Chadema kwa hiki kinachoweza kutajwa kwamba ni ukiukaji wa amri ya mahakama. Kuna kipande hichi msikilizaji nilichoweza kukisoma ambacho nataka tukifafanue. Yasema hivi: inatajwa kuwa amri inayodaiwa kukiukwa inatokana na maamuzi ya mahakama ya maombi nambari 8960 ya mwaka 2025 ambayo msingi wake ni wa kesi ya madai nambari 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa mahakamani hapo na aliyewahi kuwa mkuu ama aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti, kuniradhi, alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Zanzibar ambaye ni Said Issa Mohamed, Maulida Anakomu na Ahmed Rashid Khamisi dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema, kesi iliyopo mbele ya Jaji Hamida Mwanga. Msikilizaji, sasa msikilizaji, hawa wanadaiwa kukiuka maelekezo ya mahakama, na maelekezo hayo sasa yanaelekea kuwafungulia kesi ya jinai. Na msikilizaji, itakapoweza kubainika kwamba hawa wote waliotajwa hapa wataweza kupatikana na makosa, ina maana shughuli na uendeshaji wa shughuli za chama cha Chadema utapunguzwa kwa hali ya juu sana, kwa sababu ikiwa viongozi wanakabiliwa na kesi mahakamani, ina maana watachukua muda wao mwingi kutafuta kujitetea na kupata kusikilizwa, hela zao nyingi kushughulika na masuala ya uendeleshaji wa kesi zao kotini, na wakati wao mwingi kujitetea na kujieleza katika mahakama. Kwa hivyo itamaanisha kwamba shughuli zao za chama hazitaweza kuendeshwa kama vile chama kinaweza kuwa kinahitaji, kwa sababu viongozi wakuu tayari watakuwa hawapo. Hichi kinatuonyesha nini msikilizaji? Kwamba kuna vita dhidi ya vyama ambavyo ni vya kisiasa, vyama ambavyo vinaleta upinzani katika chama tawala kwa sasa CCM, na sasa wanahakikisha kwamba wanavunja vyama hivi vingine ili kusiweze kuwa na mapigano zaidi. Hichi kinafanyika hivi msikilizaji. Cha kwanza, Chadema ndo chama kikuu kimebaki nchini Tanzania, tuseme chama ambacho kinaweza kuwa na wanachama wengi, bila shaka chama ambacho kinaweza kuwa na ushawishi katika serikali ya chama cha CCM ambacho ndio chama tawala. Sasa wanachama hawa, ikiwa chama cha CCM kitahakikisha kwamba wamewafunga ama wamewakamata uongozi mkuu wa chama cha Chadema, ina maana functions nyingi za chama hichi zitasimama. Kilichotokea siku chache zilizoweza kupita kuhusiana na mkutano ule wa Bawacha, ambao pia kiongozi wa Bawacha ameweza kutajwa hapa kwenye kesi hii ya jinai, ina maana shughuli kama hizo haziwezi kuendelea, kwa sababu viongozi hao watakuwa wamenyimwa uwezo ule wa kuendelea kupigania haki zao ama kuendelesha shughuli zao za kichama.
Kwa hivyo msikilizaji, kinachodhihirika wazi ni kwamba wana CCM wameingilia uhuru wa uwepo wa vyama vya kisiasa na kuwepo kwa upinzani ambao unakosoa upande wa serikali. Bila shaka msikilizaji, ikiwa taifa linashuhudia uongozi wa chama kimoja bila upinzani, mambo mengi yatakuwa yanatokea bila hata wananchi kujua, kwa sababu mara nyingi viongozi waliopo kwenye upinzani ndo wanapataga kutia mwanga kwa masuala ambayo yanatokea serikalini, kwa sababu ukiwa kama mwananchi wa kawaida, bila shaka hauwezi kupata kuelewa sawa na masuala ya kiserikali kama ilivyo kwa viongozi ambao wako na karibu na uongozi ule. Wanaweza kuona kwamba hiki sio bora na kile sio bora. Kwa hivyo wana CCM wanataka kuhakikisha kwamba hakuna upinzani mkubwa unaoshuhudiwa kutoka kwa chama cha Chadema, na kwa sababu hiyo wamehakikisha kwamba viongozi hao wanashtakiwa ili kuwepo na sababu ama wawe bize kufanya mambo mengine, wasahau kuendelea na mambo ambayo wamekuwa wakiyafanya. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Tumekukaribisha kuendelea kutia subscription na kuendelea kutufuatilia, kwa sababu tupo hapa siku hadi nyingine kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunazidi kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinaendelea kutokea. Zidi kupiga subscription. Jina langu ni Presenter Guto.